inakuja na mafisi na mambwa mwitu, inakuja na kunguru na njiwa, tai na kimbunga cha moto juu yake. Waswahili wanasema la Nyamkumba likikukumba. Sasa mimi ndo la Nyamkumba mwenyewe sasa. Biblia imesema Musa na Elia watafufuka live mbele ya kila mtu. Kwa hiyo pambana unavyopambana, hutaniteka wala hutaniua. Wala hutaweza kuniua. Mimi ndo rais wa Tanzania mpya. Hiyo Tanzania mpya inayokuja hiyo. Mimi ndio rais. Na wewe unafanya vita mpaka sasa hivi. Lakini tukiamua sasa hivi wewe utekwe, wewe unatekwa dakika 2. Kwa Musa na Elia hawatakaa wafe. Yaani sahau kumuua Musa na Elia. Biblia imesema hivi, Musa na Elia watakapokufa watafufuka baada ya siku 3. Kwa wewe sahau. Kwa nini Musa na Elia wafufuke? Kwa nini Musa afufuke? Kwa sababu yeye alishamshinda mauti. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tunaendelea tena. Amen. Na kukaribisha. Amen. Nataka niongee tena na Mama Samia. Nataka niongee na Watanzania. Mimi rais wa Tanzania mpya ambaye unanisikia hapa. Ninakwambia Mama Samia, mimi rais wa Tanzania mpya. Hutaweza kuniteka wala hutaweza kuniua mpaka nitakapomaliza kazi ya Mungu. Yaani mimi niko kupingana na mpinga Kristo, kuzuia ajenda ya mpinga Kristo ambayo imeandaliwa. Kuna mambo makubwa na mabaya ambayo yanakuja huko mbele, watu hawayajui. Wanafikiri kuna amani. Kwa Mungu ameniandaa kuhakikisha mpinga Kristo hasimami ndani ya Tanzania. Mpaka pale kusudi ya Mungu itakapofanyika na itakapotimizwa na muda wake utakapoisha, ndio mpinga Kristo atarudi kumaliza kufanya kazi yake. Wewe kaa ukijua kabisa. Wewe Mama Samia ambaye unafanya vita na Nabii Musa. Kama vita ya Musa na Farao Misri na vita ya Shetani na Mungu mbinguni. Na vita ya Yesu na Shetani msalabani. Nakwambia hivi, imeandikwa. Kasome katika Biblia yako. Musa alifanya kazi mpaka akaimaliza kazi yake, muda wake ukaisha, Mungu akamchukua. Sawa? Wala hakupata madhara yote wala hakuna chochote kilichomgusa Musa. Umeelewa? Ukija Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema hivi, Mungu atatuma mashahidi wake 2 wakati wa mwisho na hakuna atakayeweza kuwazuru. Na kile atakayejaribu kuwazuru atashusha moto utawala. Kwa wewe unayejaribu kuniteka, kunitafuta ili uniteke, wewe na jeshi lako hilo, sawa? Mimi kazi yangu ni kushusha moto, ukutafune, ukulambe. Na ninakuja safari hii na kimbunga cha moto. Tuone kama utasalia. Ninakuja na kimbunga cha moto. Wewe unataka kuniteka na wewe unataka kunizuru. Sasa mimi ninashusha moto, ninakuja na kimbunga cha moto. Moto huo nafikiri uliuona Oktoba. Katika yale mapigo niliyokuambia nimekuja kupiga. Na sasa nimekuja kumaliza kazi. Ninakuja na kimbunga cha moto. Fisi, nyani, simba, mbwa mwitu, kenge, ngedere, tai, kunguru wote. Nitawainua wote. Alafu uone huo moto. Uone hicho kimbunga cha moto. Kama kitakuacha salama. So utaki kubali kushindwa wewe. Utaondoka kwa moto. Utaondoka kwa kimbunga cha moto. Inakuja na kimbunga cha moto.
inakuja na mafisi na mambwa mwitu, inakuja na kunguru na njiwa, tai na kimbunga cha moto juu yake. Waswahili wanasema Ranyamkumba likikukumba. Sasa mimi ndo Ranyamkumba mwenyewe sasa. Biblia imesema Musa na Elia watakapomaliza kazi yao ndipo watakapouawa, na baada ya kuuawa watafufuka live mbele ya kila mtu. Kwa hiyo pambana unavyopambana, hutaniteka wala hutaniua wala hutaweza kuniua. Mimi ndo rais wa Tanzania mpya. Hiyo Tanzania mpya inayokuja hiyo, mimi ndio rais. Na wewe unafanya vita mpaka sasa hivi. Ukiamua sasa hivi wewe utekwe, wewe unatekwa dakika 2. Kwa Musa na Elia hawatakaa wafe. Yaani sahau kumuua Musa na Elia. Biblia imesema hivi, Musa na Elia watakapokufa watafufuka baada ya siku 3. Kwa wewe sahau. Kwa nini Musa na Elia wafufuke? Kwa nini Musa afufuke? Kwa sababu yeye alishamshinda mauti. Kwa hiyo hawezi akafa, yani kaburi haliwezi kumpokea, atafufuka na kuondoka live. Kama Elia alivyobebwa na gari, kama Yesu Kristo alivyofufuka msalabani, akaondoka na wanafunzi, akapaa mbele ya wanafunzi wake. Kwa sababu alishinda mauti. Kwa hiyo kazi ilipoisha, akaondoka akiwa anapaa live. Kama Elia alivyomaliza kazi akawa anapaa, anaondoka akiwa anapaa juu. Ndivyo Musa na Elia wakimaliza kazi yao, sawa, watadhibitisha kumshinda mauti kwa kufufuka baada ya siku 3 na kupaa kwenda juu, ikidhibitisha kwamba ni Mungu ndiye aliyewatuma, wala hawajafa kwa sababu ya nguvu za shetani. Wamekufa kwa sababu muda wa kufanya kazi yao umeisha. Kwa hiyo wanaondoka. Na wanaondokaje? Wanadhibitisha kwamba wao ni washindi na walishashinda na wameshinda tena na wameshinda mauti na kifo. Ndio maana wanafufuka, wanapaa kwenda juu mbinguni. Kwa hiyo hilo unalolipanga sahau. Hii ni vita ya Mungu na shetani. Mungu na malaika zake na shetani na malaika zake. Ufunuo anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa shuhuda wao hawakupenda hata maisha yao. Ili umshinde shetani inabidi ujitoe. Yesu anasema anayependa nafsi yake anaogopa ndiyo anaiangamiza, na anayeacha nafsi yake iangamie ndiye anayeiokoa. Ufunuo 21 anasema hivi. Ufunuo 21 anasema hivi. Ufunuo 21 anasema hivi. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha pita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe, kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha pita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu
ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarisi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga, wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na waabudu sanamu, hao sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Anasema hivi, Mungu pamoja nasi. Mungu anakuja kukaa na wanadamu. Mungu anakuja kutawala duniani na wanadamu. Hapa duniani anasema hivi. Nikasikia sauti kuu kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, watakuwa watu wake, naye Mungu Mwenyezi atakuwa pamoja nao. Duniani, sio mbinguni, duniani. Mji mpya, maskani ya Mungu. Mungu anashuka kwanza duniani, kisha anatawala na watu wake. Muda utakapoisha, ule mji mtakatifu mpya ukaondolewa, ukaja tena, utakuja tena mwingine, maana yake wa mbinguni. Amen. Maana yake kutawala kwa Mungu mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni vita kati ya Mungu na shetani. Kuna mawakala wa shetani ndio wanafanya hizo kazi, na kuna wakala wa Mungu aliyetumwa na Mungu, agent kutoka mbinguni, waziri mkuu wa mbinguni, Nabii Musa mjumbe wa agano, yuko kuhakikisha anavunja miungu yote na tawala zote za kishetani. Amen. Kuvunja miungu yote na tawala zote za kishetani. Ili Mungu atawale, lazima miungu yote ivunjwe, ili wajue kwamba Mungu ndio Mungu, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega.